Naam, penzi mtazamaji wa televisheni yetu ya kimtandao ya Kisii Hot TV, karibu tena katika mahojiano yetu ambayo huwa tunafanya katika televisheni yetu. Mimi ni Roger Mila aka Kaka Sungura. Na leo hii mtazamaji, iwapo umekuwa ukifuatilia matukio katika kaunti ya Kisii, umeona video ambayo imekuwa ikitrend katika mitandao ya social media, TikTok, YouTube, WhatsApp, name all of them. Na katika hiyo video kuna mwanaume mmoja mzee ambaye kwa kimajazi watu walikuwa wanamuita sponsor, ambaye alikuwa amekaba ko msichana mdogo sana kwa jina ambalo kizazi cha sasa wanasema kwamba ni slayqueen. Na hiyo video imezua mjadala mkubwa sana katika kimtandao na katika vyombo vya habari. Na leo hii katufanya kwamba tutembee hapa Kisii, tutafute huyo sponsor ambaye alikuwa katika hiyo video, atueleze, je, mambo hayo walikuwa wanafanya ni yepi na yale matukio yalikuwa yepi. Nimefika katika ofisi yake na atueleze kulikoni. Karibuni sana. Umesanitize? Ndio nataka kusanitize kwa sasa. Hapa Kisii, Corona is real. Corona is real? Yes. Yes. Asante sana. Corona is real. Make sure you sanitize. Na kwa sababu tuko kama 1 meter away, ndio maana nimetoa barakoa. Naam, karibuni sana katika Kisii Hot TV. Unaitwa nani? Mimi ni Mwalimu Obino Nyambane. Mwalimu Obino Nyambane ni nani katika maisha ya ile ya ukweli sasa? Obino Mwalimu Obino Nyambane, sababu nakuona katika umekaa ofisi kubwa. Obino Nyambane ni nani? Mwalimu ambaye amefunza kwa siku mingi. Yes. Ni mwalimu wa vyuo vya sekondari. I've been teaching in high school since 1994. 1994. Yes. Well, I was too young. If you were there. And that is why I qualify with the name, yes, Mwalimu. Right? So, and nimeingia ofisi ya ukurugenzi wa utamaduni zetu, culture, kama mkurugenzi katika ugatuzi wa Kisii County. Now, hii nimepewa na His Excellency Elvis Omar Bongwai, kwa sababu aliona ndani yangu nina uwezo huo wa kuhifadhi na kuendeleza na kuelekeza vyote ambavyo vina uhusiano na tamaduni zetu. Na umefunza shule kama ngapi hivi? Na zaidi ya 10 nafikiri. Za kitaifa, miaka yote unajua. Kila shule ukienda miaka 5 mpaka miaka 7 unaona ni for more than 30 years I think. Yes. Mtu alizaliwa 1994, ako miaka ngapi? Around 28 now. 28, yeah, 20, yeah. Yeah. And prior that nilikuwa nimefunza miaka 3. Shule za kitaifa nini? Nimefunza zote za kitaifa na za wilaya na za mikoa. I've taught Njoro Boys, for example, Kerugoya Boys, Njoro Girls, Nyabururu Girls, Ichuni Girls, Naivasha Girls. So, in coaching, I've also coached many other schools. Kisii School I've taught. Yes. Yes. Also Kerongeta I've taught. Darajambila I've taught. Nyanjwa Boys I've taught. Nimefunza, si unaona? Huma Girls in Kisumu I've taught. Yeah. Obino Nyambane na miaka mingapi sasa hivi? 55. 55. Ni mzee kweli. Naam, ni nini kinakutia moyo kutangamana na vijana ili kufanya mambo ya uhusiano wangu na vijana? Ni kwa sababu mimi ni mwalimu kwanza, na nimekuwa nikifunza vijana. I'm so used to teaching young people, right? So it is there. Yeah. So vitu tunafanya tukipima na hawa. Unaona? We call them our future generation. Lakini I've seen many of them grow and pass and become. No. Transition. Yes. When you see somebody transit from a young boy to a man, you meet such a person, you feel good. Yes. That is what I feel. That is one of the best satisfactions I ever get. Yeah. Kuna video tumeona, tutakuja kuelezea baadaye ili tujue labda ni nini kilikuwa kinaendelea kwa ile video. Labda kuna malipo yote ambayo unapewa kufanya ile kazi ambayo unafanya? Mimi nafanya kazi ya walimu. Yani, I just attach myself, yes, to any of these works. This is performing and creative works. Nimesomea pia hiyo katika chuo cha Maseno. CPA, Creative Performing
arts. Unaona, so hiyo ndio pia ilinitia motisha katika kuelekeza vijana maisha yetu, na ni mwalimu wa fasihi, kumbuka fasihi na lugha. Na unakumbuka mwalimu wako alikwambia nini fasihi? Unakumbuka kabisa? Alikwambia fasihi ni nini? Fasihi ni kuelezea matukio yanayotendeka katika jamii. Naona unakumbuka. Kupitia sanaa ama uigizaji. Bas, fasihi ni kioo cha maisha. Kioo cha maisha. Kama hakukwambia hivyo, sijui. Ni kioo cha jamii. Ni kioo cha jamii. Kwa hivyo yale yanayotendeka katika nyanja tofauti za jamii, in social angles from every perspective, they are in our literature. They are in our iko katika maisha yetu. So tunayazungumzia. Mbali na kufanya uigizaji, kazi yako katika vile vikundi vya vijana ambavyo mnakutana kuigiza, kazi yako ni ipi mbali na kuonekana katika kamera? Ni kuwaelekeza. Napenda sana kuwaelekeza na kuwasaidia pale wanahitaji misaada hivi, ama mambo kama wanahitaji cheti cha kufanyia kazi yao. This office is there to assist such people. That is why it was given to us. Yes. Samahani, turudi katika ile video ambayo imekuwa ikisambaa. Niliona aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Songo akisema katika mtandao wake wa Facebook, akisema kwamba yule msichana atafute alitusi sana huyo sponsor. Akaambia yule msichana atafute wakili amsimamie ili wakupeleka mahakamani kwa malipo zaidi. Je, ile video yes, apeleke ule sponsor. Yeah, sponsor ndio yule ambaye alikuwa katika ile video. Sio Bena Nyambani. Na kidogo tu katika ile video ambayo ilikuwa karibu sekunde 30, video ambayo ya sekunde 30. Katika ile video mlikuwa mnafanya nini na mlikuwa mnaelezea nini pale? Kile ni kijisehemu tu cha uigizaji which is in a movie. Yes. The movie is called Posongo Chituka. You can watch it on YouTube. It is episodic. So it has many episodes. That is one of the episodes. I think episode 12. Yeah? And it is talking about the setting of this girl who has come from reserve somewhere na amefika mjini, alafu amechingiza katika cartels, vikundi fulani vya wanawake ambao wanamtumia kuchitachirisha. These things are happening. We are trying to resonate with reason with the community and the society. Are these things good? Can't we find a way for these young people to come up, especially when they are orphaned and they have no other way? Yani hakuna vile mnaweza saidia mtu kama huyu, lazima atafute sponsor. So you see, we are teaching what is happening. Yes. And we want people to reflect. Society should reflect on these issues and see what they can do to assist these young people. It is happening. Ile video ilisambaa sana. Najua ilisambaa nje ya Kenya zaidi na kimataifa. Najua kwamba una watoto wakubwa. Nilishtuka sana by the way. Najua kwamba una watoto wakubwa, wavulana na wasichana. Wakati ile video ilitoka, walipokelea vipi kama baba yao? Unajua, na wao ni part of the audience. Yes. Wao pia wana hisia zao. Lakini uzuri au ubaya, wao wananijua kila siku. Wananielewa. Wanajua kazi yangu. Wanajua mimi ni mkurugenzi wa vitu kama hivyo. Mimi usaidia. Wameona hawa sio wa kwanza, unajua tumefanya kazi ya sanaa na hao. Usanii nimekuwa nikifanya na vikundi vingi, na wengine wamekuja nyumbani. Kwa hivyo watoto wangu wananielewa. Hawana tashwishi, hawana na shida. Na mke? Sasa watoto ambao amezaa kama wananielewa. Inawezekana akwambie, wewe mume wangu hivi vitu umeanza kufanya pale nje, unaniletea aibu. Hapana. La. Hii ni kazi ambayo imefanyika. Yes. Na imekuwa ikifanyika. Kwa hivyo wanaelewa. Tangu utoto wao, mama yao anaelewa, anawaambia baba yenu yuko hivyo. Kwa hivyo haya ni ya mitandao. What people react to from the internet and what have you, all these social media
forums, what people react to upokezi kutoka kwa mashabiki is what they see yes. in that clip. Right? What they see. But that is not me. Right? That is not me. That is the character in the clip. Yes. Me, I'm different. I'm here. Je, mapokezi ulioyapokea kutoka kwa marafiki, walimu mliofundisha pamoja, marafiki zako katika serikali ya kaunti ya Kisii na gavana mwenyewe, iwapo aliona video hiyo, mapokezi yao yalikuwa vipi na walikuambia vipi? Wale ambao wanajua kazi yangu hawana tashwishi, hawana shida. Wamesema hiyo kazi imefanyika vizuri. That one has impacted. Wale ambao hawakuwa wanajua kazi yangu lakini wananijua, wengi wametupa matusi. Wanakupigia simu wakigombana katika nyanja zote. Lakini watu ambao wananijua na wananielewa hawakuwa na maneno. Lakini watu ambao hawanielewi wamenitusi. But you see, sio mimi wanatusi. Wanatusi is the sponsor. Ni sponsor, but not Obinna Nyambane. Lakini hawaelewi tofauti kati yangu na yule sponsor. Kuna tofauti kubwa. That is the actor. This is me. I'm different. I'm in 3 personalities. Mimi niko mfanyikazi wa serikali ya ugatuzi ya Kisii. Sawa? Ofisini. Si unaniona unanipata hapa? Yes. Mimi ni bwana ya mtu. Ana watoto. That is a family person, family man. Mimi pia ni actor. When you give me a role that I can act and present, nimesomea. So you see, those are 3 different people in one person. Labda kuna watu wanasema kwamba ile character katika ile movie wanaipeleka katika maisha yao ya ukweli kuishi nayo. Je? Yeah, that happens to people who have not gone through the teachings of acting. When you are taught how to act, you are also supposed to decharacterize. That character is not supposed to move with you wherever you go. No, then you will not survive. Kama huyu mrembo ambaye tumetumia pale. Yes. You know, she needs, after that, the director must sit with her and decharacterize. Hata mimi anahitajika kuketi na mimi and decharacterize. That is given in productions. You don't just do a production without discharacterizing the people. If people do that and go with that character beyond that scene, that is not fair. Maono yako kuhusiana na sanaa na uigizaji katika kaunti ya Kisii kwa miaka ambayo imepita na miaka ya sasa, unaweza ukazungumza vipi? Our people are trying. There is a lot of entry into performing arts by young people. Music world, in the music world, they're trying videos, movies, they are making and they're educating the community, and they're also getting something, I believe, from what they're doing. So, hiyo iko, it may improve sana, and I am happy about it. And it has come when I'm still in this office of culture. I appreciate. Yes. Na mwisho, kwa sababu ya wakati, yale maigizaji ambayo umekuwa ukifanya, tunaweza tukasema kwamba haya ambayo mlifanya ya usponsor yameenea zaidi kuliko maigiza ambayo umefanya hapa awali? Unajua, inategemea. Watu penda kutazama sana vitu ambavyo zivyo vya kawaida. Kama hii haikuwa ya kawaida, na kuangalia yule ambaye ameigiza pia wakasema, huyu jamaa anaweza igiza hapa, ikaleta. But tumefanya vingi which also go but slowly, because they are not as hard hitting in society and the community as this one. These are factual things. They are hard, but we are bringing it out. That is why it has impacted more than many. But they all impact. Nakupea dakika moja ama sekunde, you clear the air, uzungumze na mashabiki. Mashabiki, everybody who has been watching that video that has trended really, I want to appeal to you to understand that that character, the sponsor, is not Mr. Obinna Nyambane, the director of culture, Kisii County. These are 2 different personalities, and we, in this office, we support and nurture talent. So when you see me acting in a movie which is being directed with Okiondo and Osoro or Samora, that is acting in that movie and trying also to nurture the actors, and that is my role. Really. Ujumbe kwa msanii anayeanza sasa? Chibidishe, fanya, don't care about the characters that you take, because it is how you impact in that character that will give you
the responsibility of an actor or an actress. So don't fear, act. When people react, when the audience reacts to what you are doing, then you are growing. Asante. Mpenzi mtazamaji, natumai kwamba majibu yenu, maswali yenu yamejibiwa, kwa sababu wengi wamenitumia jumbe wakiniambia tutafutie huyo sponsor tueleze ni nini kilikuwa kinaendelea. Natumai kwamba kufikia hapo umepata majibu. Hadi wakati mwingine tunajaribu tena kupata yule msichana naye atuongeleshe jinsi ambavyo alikuwa anafanya katika ile video. Na kijana wangu pia unaweza kumtafuta akupe wazo lake, hata yes, pengine sijui. Aha. Haya, katika episode ya pili kwa hii tutazungumza na kijana wa Nyambane atuambie, je, anachukulia vipi video ya baba akifanya pale katika mkao mmoja wa kujiburudisha. Na katika episode ya 3 tunamtafuta yule msichana atueleze, je, society ama jamii ilipokelea vipi video kama hile. Lakini kwa sasa nakutakia wakati mwafaka. Shukran.